Shalom, shalom, raia wa ufalme wa mbinguni na mtawala wa dunia. Hakika tunamshukuru Baba ambaye ametupa nafasi, mimi pamoja na wewe tuungane kwa pamoja katika darasa hili la kupokea elimu ya ufalme. Sisi ni familia ya kifalme hapa duniani. Ni familia ambayo Baba yetu ametuweka hapa duniani kwa ajili ya kusudi lake. Hatupo hapa duniani kwa ajili ya kupoteza muda. Tupo hapa duniani kwa ajili ya kazi maalum ambayo Baba ameweka ndani yetu kupitia lile kusudi la kutuumba. Ndio maana ninatamani sana raia ufalme wa mbinguni uweze kugundua kusudi lako, uweze kugundua ile kazi ambayo Baba ameiweka ndani yako, ili upate kulitumikia kusudi lako kwa kipindi cha kukaa hapa duniani. Kwa hiyo katiba ya ufalme inasema kazi ya kila mtu itapimwa. Kwa hiyo kila mtu ana kazi maalum ambayo amewekewa ndani ya kusudi lake kwa ajili ya kuja kuifanya na kuitimiza hapa duniani. Hakikisha unaongea na Roho Mtakatifu akuwezeshe na akusaidie kuweza kugundua kusudi lako. Utakapoweza kuligundua kusudi lako, moja kwa moja ingia katika utendaji wa kulifanyia kazi hilo kusudi. Kusudi lako ndio maisha yako. Kusudi lako ndio kiti chako cha kutawala hapa duniani. Kusudi lako ndilo limebeba utukufu, maana yake ule ujazo kamili. Kumbuka neno utukufu maana yake ni ujazo kamili au ujazo timilifu. Kwa hiyo unapoishi katika kusudi lako la kuumbwa, maana yake utaishi katika ule ujazo ambao Baba aliukusudia kupitia maisha yetu hapa duniani. Ni shauku ya moyo wangu na ninamuomba Roho Mtakatifu akusaidie na kuwezeshe kuligundua lile kusudi la ufalme na uanze kulitumikia. Achana kabisa kupoteza muda kutumikia kusudi la kanisa au la dhehebu. Hilo halitakupa taji ya uzima. Hilo halitakupa maisha yale ambayo Baba alitupangia. Tunatakiwa kulitumikia kusudi la ufalme peke yake. Kusudi la nini? La ufalme peke yake. Saa nyingine ni kwamba kwenye hizi dini au madhehebu wanaweza wakampa mwanadamu kusudi lao, na mwanadamu akajua kwamba anatumikia kusudi la ufalme, kumbe anatumikia kusudi la kanisa au kusudi la dini au kusudi la dhehebu. Sasa kumbuka jambo moja, ya kwamba ufalme wa mbinguni au ufalme wa Elohim hauna dini wala hauna dhehebu. Kwa hiyo usije ukaifungwa kwenye kutumikia kusudi la dhehebu au kusudi la dini ukizani kwamba unatumikia kusudi la ufalme. Hapana, kusudi la ufalme halifungamani kabisa na mambo ya dini wala mambo ya dhehebu. Kusudi la ufalme limewekwa ndani ya mwanadamu na Baba peke yake, kabla hajamleta mtu duniani na hajaruhusu mtu azaliwe. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba unazungumza na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni miongoni mwa wenye nguvu watawala watatu: Baba, Yesu na Roho Mtakatifu waliotuumba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajua kusudi lile ambalo limekuleta duniani la ufalme unalotakiwa kulitumikia hapa duniani. Zungumza naye, ongea naye, atakuongoza hatua kwa hatua. Lakini ili sasa uweze kumwelewa Roho Mtakatifu, ni lazima uwe na fikra na mtazamo wa ufalme. Ukiwa na fikra na mtazamo wa dini, hautamwelewa vizuri Roho Mtakatifu atakapokuwa na kuongoza katika kusudi lako la ufalme unalotakiwa kulitumikia. Tunaendelea na tafakari yetu leo, ikiwa ni sehemu yetu ya 3. Tunaendelea na tafakari yetu ya kitabu kile cha Ufunuo Yohana, ile sura ya 5, ule mstari wa 9 na wa 10, ambapo katiba ya ufalme inasema, na kusomea kutoka kwenye Biblia tafsiri ya katiba ya ufalme iliyotafsiriwa kutoka kwenye lugha za asili, lugha ya Kiebrania na Kigiriki. Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Nao waliimba, sio wanaimba.
nao waliimba wimbo mpya wakisema, wewe, yani wewe mfarume Yesu, au wewe mwanakondoo, wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja lakiri zake. Kwa hiyo unaona kule mbinguni wale mabilioni kwa mabilioni ya malaika, wazee 24 na wale viumbe wenye uhai waliimba wimbo wakati Yohana alipokaribishwa katika ile sherehe ya kumweka wakfu mwanadamu kutawala tena duniani na kuwa kutawala tena duniani kama asili yetu ya umbaji ilivyo. Kwa hiyo tunaona wimbo mpya ukaimbwa kule mbinguni, makao makuu, nao waliimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili. Kwa hiyo nikilikueleza sehemu ya kwanza ya kwamba ni mfarume Yesu Kristo peke yake ndiye aliyestahili kukifungua kile kitabu ambacho kimebeba maisha yetu, taarifa ya maisha yetu tuliopangiwa na Baba hapa duniani tuweze kuishi. Kile kitabu kimeshafunguliwa, na aliyestahili na aliyekizi vigezo vyote ni mfarume Yesu, akakifungua. Anasema wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja rakili zake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Erohimu watu kutoka katika ukoo au kabila, lugha, watu na katika mataifa. Wewe umewafanya hawa wawe ufarume wa makuhani. Yesu Kristo alipotununua alitufanya tuwe ufarume wa makuhani, sio tuwe washirika au waumini wa kanisa na dhehebu. Tumenunuliwa kwa damu ya thamani ya mfarume Yesu Kristo, na baada ya mfarume Yesu kutununua akatufanya kuwa ufarume wa makuhani wa Erohimu wetu. Anasema nao watawala katika dunia. Kwa hiyo tumenunuliwa na mfarume Yesu ili tuweze kutawala hapa duniani. Kuna mambo tu mawili naomba nikuwekee tunapomalizia tafakari hii ya kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10 kwa sehemu hii. Nataka kuelewe mambo mawili tu. Mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala hapa duniani kama ufarume wa makuhani. Narudia, mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala hapa duniani kama ufarume wa makuhani. Kwa hiyo mfarume Yesu alikubali kutununua kutoka kwenye makabila, kutoka kwenye ukoo, kutoka kwenye lugha, kutoka kwenye mataifa. Alikubali kutumia damu yake ya thamani kutununua. Ili lengo la kutununua ni ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala hapa duniani. Mfarume Yesu hakutununua ili tuingie kwenye maisha ya magonjwa, maisha ya mateso, maisha ya umaskini, maisha ya kulogwa, maisha ya kuteseka, maisha ya shida na taabu. Mfarume Yesu hakutununua kwa damu yake ili tuingie kwenye maisha ya kuungaunga, maisha ya kung'ang'ana. Hapana, mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala. Asili ya maisha yetu sisi ni kutawala. Sisi raia ufarume wa mbinguni, asili ya maisha yetu ni kutawala. Kwa hiyo mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala hapa duniani kama ufarume wa makuhani au kama wafarume wa makuhani. Kumbuka kwamba mfarume kwenye ile Mwanzo sura ya 1 mstari 26 kwenye katiba ya ufarume inasema tumeumbwa ili tuwe watawala wa kifarume. Tuwe watawala wa aina gani? Sio tu watawala wa kawaida, watawala wa kifarume. Kuna watawala wa aina nyingi hapa duniani. Sisi ni watawala wa kifarume. Kwa hiyo unaona mfarume Yesu alitununua ili tuwe watawala hapa duniani kama ufarume wa makuhani. Nini maana ya kuhani? Kuhani ni mwakilishi. Kuhani anamwakilisha Mungu asiyeonekana au mtawala asiyeonekana. Kwa hiyo sisi tunamwakilisha Erohimu, baba yetu asiyeonekana katika umbile la mwili. Sisi ni makuhani tunaomwakilisha mfarume au kuhani asiyeonekana. Sisi ni makuhani hapa duniani, tunamwakilisha Baba kupitia maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo nilichokuwa nataka uone kwamba tumenunuliwa kwa damu ya
mfarume Yesu Kristo, ili tuingie kwenye maisha yetu ya kutawala hapa duniani kama ufarume wa makuhani. Kama ufarume wa nini? Wa makuhani. Ndio maana ule mstari wa 10 akasema, wewe umewafanya hawa wawe ufarume wa makuhani wa Eroshimu wetu, nao watawala katika dunia. Nao tunatawala katika nini? Dunia. Elewa kwamba wewe raia ufarume wa mbinguni ndio mtawala hapa duniani. Na jambo B, mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie katika maisha ya kifarume na kuiwakilisha serikali ya mbinguni hapa duniani kupitia maisha yetu. Nataka uelewe jambo B, kwamba mfarume Yesu Kristo alitununua kwa damu yake ili tuingie katika familia ya kifarume na kuiwakilisha serikali ya mbinguni hapa duniani kupitia maisha yetu. Kwa hiyo fahamu ya kwamba umenunuliwa miaka 2000 iliyopita na mfarume Yesu kupitia damu yake ili kuingia katika familia ya kifarume. Kila aliyemwamini mfarume Yesu Kristo na kila aliyezaliwa na Roho Mtakatifu baada ya kumwamini mfarume Yesu Kristo ameingizwa katika familia ya kifarume. Elewa kwamba wewe uliyemwamini mfarume Yesu na kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, wewe uko ndani, umeingizwa katika familia ya kifarume. Wewe ni familia ya kifarume ambapo sasa unatakiwa kuiwakilisha serikali ya mbinguni hapa duniani kupitia maisha yako ya kila siku. Sisi ndio tunaiwakilisha serikali ya mbinguni. Sisi ndio tunaowakilisha ufarume wa mbinguni. Kwa nini tuna haki ya kuiwakilisha serikali ya mbinguni? Kwa sababu sisi ni familia ya kifarume. Sisi sio familia ya dini. Sisi sio familia ya ukoo fulani. Sisi sio familia ya dhehebu fulani. Sisi sio familia wa imani fulani. Sisi ni familia ya kifarume hapa duniani. Tumeingia kwenye familia ya kifarume baada ya kununuliwa na mfarume Yesu Kristo kwa damu yake. Waefeso sura ya pili mstari wa 18 na 19. Waefeso sura ya 2 mstari wa 18 na 19. Katiba ya ufarume inasema, kwa maana kwa kupitia kwake nani? Yesu Kristo. Kwa maana kwa kupitia kwake sisi sote tunaweza kumkaribia Baba katika roho mmoja. Hivyo basi, ninyi sasa si wageni tena wala wapitaji, bali mmekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia familia ya nyumbani mwake Eroshimu. Sisi ni familia ya nyumbani mwa Eroshimu, wenye nguvu watawala watatu. Anasema kwa maana kwa kupitia kwake, kwa kupitia kumwamini Yesu Kristo na kuzaliwa na mfarume Roho Mtakatifu, anasema sisi sote tunaweza kumkaribia Baba katika roho mmoja. Hivyo basi, ninyi sasa si wageni tena. Sisi sio wageni wala wapitaji, bali tumekuwa wenyeji pamoja na watakatifu na pia familia ya nyumbani mwake Eroshimu. Sisi sio wageni, sisi sio wapitaji, sisi ni familia ya Baba. Sisi ni familia ya kifarume. Haleluya. Angalia Waefeso ile sura ya 3 mstari wa 14 na 15. Waefeso 3 mstari wa 14 na 15. Kwa sababu hii nampigia Baba magoti, ambaye kwa yeye kila familia za mbinguni na familia za duniani wanamuita Baba. Sisi tunamuita aliyetuumba Baba kwa sababu sisi ni familia yake. Sisi ni watoto wake. Sisi ni familia ya kifarume. Ndio maana tunamuita Baba. Tunamuita aliyetuumba Eroshimu Baba. Aliyetuumba sio tu Mungu. Aliyetuumba ni Baba yetu. Sisi ametuumba kwa taswira au nakara yake. Ametuleta hapa duniani, akatuvalisha hii miili kwa ajili ya kusudi. Kwa hiyo aliyetuumba Eroshimu ni Baba yetu. Ndio maana tunamuita nani? Tunamuita Baba. Haleluya. Tunamuita Baba kwa sababu mfarume Yesu amekuja kuturejeshea mahusiano kati ya baba na mtoto na kati ya mtoto na baba. Ndio maana Yesu kama mwana alipokuwa hapa duniani alikuwa anamuita Mungu Baba.
Kila jambo anasema baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu amenipa vitu vyote, baba yangu yupo pamoja nami, baba yangu, baba yangu. Ndio mahusiano yale kati ya mtoto na baba. Na sisi baada ya kumwamini mfalme Yesu Kristo na kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, Mungu sio Mungu wetu tena. Mungu ni baba. Anaitwa Eroshimu. Tafsiri sahihi sio neno Mungu. Tafsiri sahihi ni neno Eroshimu. Manake wenye nguvu watawala watatu. Kwa hiyo Eroshimu ni baba yetu. Kwa hiyo tambua na kuelewa kwamba umenunuliwa na Yesu Kristo. Alitununua miaka 2000 kwa damu yake ili tuingie katika familia ya kifarume na kuiwakilisha serikali ya mbinguni hapa duniani kupitia maisha yetu. Mimi na wewe ndio tunaotakiwa kuiwakilisha serikali ya mbinguni kupitia maneno, kupitia tabia zetu, kupitia mwenendo wetu, kupitia maisha yetu. Hakikisha maisha yako ya kila siku yanaiwakilisha serikali ya wapi? Serikali ya mbinguni hapa duniani. Baba akutunze, Baba akubariki, Baba akuhifadhi, Baba akulinde, na malaika wa kuhudumia wa ufalme kila siku. Tutakutana tena katika tafakari nyingine ya katiba ya ufalme. Asante sana. Mimi ni rafiki yako katika familia ya kifalme, Mwalimu Samuel Kibiliti. Mawasiliano ni 0765 86 75 74. Washirikishe wengine. Amen.